Yes, kuna nyakati nyingi sana ambazo inakubidi kuna mambo ya msingi inabidi uyazingatie. Na huu ni wakati ambao unatakiwa uwe makini sana. Hasa unapochukua maamuzi au unapofanya maamuzi yoyote. Unaweza ukachukulia ni jambo la kawaida sana kufanya maamuzi yoyote kwenye maisha yako. Lakini lazima ujifunze ni wapi unastahili kufanya maamuzi. Leo tutaangalia jambo moja dogo sana ambalo litakusaidia katika moja ama nyingine. Lakini pia tutapata nafasi ya kuomba leo kwa sababu Mungu ametupa neema ya kuwa hapa siku ya leo. Wakati unaendelea kujifunza na unaendelea kuzingatia yale ambayo Mungu anatupa maelekezo kila siku. Inawezekana ni kutoka kwenye madhabahu au ni kutoka kwenye sehemu mbalimbali. Tunakoendelea kufuatilia na kujifunza neno la Mungu. Jambo la muhimu sana ni kuendelea kusoma Biblia na kuendelea kufuatilia mafundisho. Wapo watumishi wengi wa Mungu ambao Mungu amewapa neema ya kufundisha neno la Mungu. Kwa ni kusi mwana wa Mungu, ukitamani kukua kiroho, usiishie kutamani tu. Tafuta namna nzuri unayoweza kukua kiroho. Unaweza ukachagua nafasi ya kujifunza kupitia Biblia. Maana hakuna andiko lolote litakalotoka kwenye kinywa cha mwanadamu bila kutoka kwenye Biblia. Biblia imeweka wazi kabisa kwa bali ya neno lake. Nikusihi tu mwana wa Mungu, popote unapoendelea kunifuatilia, karibu muda huu na wasaa kama huu tuweze kujifunza mambo machache ambayo yatakusaidia kwa wakati huu ujao. Tunapoendelea na siku 18 za maombi na mafundisho. Siku ya leo nimepata neema ya kuja na jambo moja sana dogo ambalo Mungu amenipa kukufundisha kwa wasaa huu. Na tutapata wasaa mzuri sana wa kuomba. Na Mungu atatupa neema, tutafikia lile lengo ambalo tumepanga kufikia ndani ya huu mwezi. Siku ya leo ninataka nizungumze kwa habari ya maono. Nikirudi nyuma, maono ni picha kubwa ya baadaye iliyobeba hatima ya maisha yako ya kesho. Maono ni picha kubwa ya baadaye iliyobeba hatima ya maisha yako ya kesho. Tukisoma Biblia kwenye kitabu cha Methali, Biblia inatuambia wazi kabisa, pasipo maono watu huacha kujizuia. Biblia inaposema kuwa pasipo maono watu huacha kujizuia, ana maana halisi ya kwamba usipokuwa na maono kwenye maisha yako, usipokuwa na maono kwenye biashara yako, usipokuwa na maono kwenye familia, usipokuwa na maono kwenye ndoa, hakuna mahali unaweza ukaenda. Yamkini inawezekana unaona unasogea, inawezekana unaona unafika mahali, lakini ngoja nikwambie, maono ni picha kubwa ya baadaye. Kilichomsaidia Yusufu kutoka gerezani, kilichomsaidia Yusufu kumkimbia mke wa Potifa, kuikimbia zinaa, sio
kingine bali yalikuwa ni maono aliyoyabeba. Sometimes vijana wengi au watu wengi hawafiki kwenye malengo aliyojiwekea, hawayafikii maono kwa sababu ya kusahau umuhimu wa maono walionayo kwenye maisha yao. Vitu vingi vinavyofanyika kwenye maisha ya mwanadamu sometimes vinaamuliwa na maono alionayo. Watu wengi sana wamefanikiwa katika kiwango kikubwa kwa sababu ya kulinda maono yao na kuyakuza maono yao siku hadi siku. Tumekuwa tukiona watu wakifika mahali wanakata tamaa, wakifika mahali wanashindwa, wanachoka. Si tu kwa sababu wanachoka, ni kwa sababu maono yao ni hafifu. Umuhimu wa kuwa na maono ni kuwa na mwendelezo wa hatima ya maisha yako. Unahitaji kuwa na maono ili ufike kwenye lengo unalohitaji kufika. Hatuhitaji vitu vingi vya kukufundisha kwa habari ya maono, kwa sababu nimekuambia hapo mwanzo, maono ni picha kubwa ya baadaye iliyobeba hatima ya maisha yako ya kesho. Unahitajika kufahamu ya kwamba Mungu amekupa neema ya kuishi ili uweze kutimiza maono na malengo ulionayo. Usikae tu uishie kusema nina maono. Lazima uhakikishe unalinda maono yako, unapalilia maono yako ili kufikia kwenye lengo ambalo Mungu anataka ufike na wewe unataka ufikie. Vijana wengi wanafeli kwenye maisha kwa sababu ya kuwa na maono hafifu. Na asilimia kubwa ya vijana wengi kwenye maisha ya sasa wamekuwa wakikosea maono. Wanakoseaje maono? Toka akiwa mdogo alikuwa na maono ya kuwa daktari, lakini alipokutana na rafiki yake Jose alibadilisha mawazo, kwa sababu Jose ni fundi seremala. Alipokutana na Jose au alipokutana na rafiki yake, akaamua kuchukua maono ya rafiki yake kuwa ya kwake. Hapo ndipo tunaona kufeli kwa kijana wa kiume au wa kike wa kipindi hiki. Lazima uamue kusimamia maono yako na utembee katikati ya maono yako. Mungu anatupenda na ndio maana anaamua kutuachia nafasi ya kulinda kile tulicho nacho. Jana tumesoma kwenye kitabu cha Methali. Biblia inatuambia ya kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote vilindavyo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. So Mungu anatuachia nafasi ya kulinda mioyo yetu, anatuachia nafasi ya kulinda maono yetu, akiwa na maana ya kwamba sitakupangia chochote unachokitaka wewe, bali nitatimiza kile unachokitaka wewe. Na Mungu anatuacha, anatusikiliza. Na ndio maana nasema uniombe nami nitakupa mataifa. Ana maana ya kwamba chochote utakachoniomba nitakupatia.
Chochote utakachokifanya na ukawa na imani nacho nitakuacha ufanikiwe katika hicho au walibikiwe katika hicho. Hauhitaji kuwa na maono hafifu, unahitaji kuwa na maono strong ili uweze kufika kwenye lile lengo ambalo Mungu amekuwekea. Tunaona kuna nyakati nyingi sana ambazo zinatokea kwenye maisha ni ngumu kweli, ambazo zinatusaulisha hata nafasi tulizonazo kwenye maisha. Lakini nataka nikuambia kwamba Mungu anakupenda na anatamani sana ufikie lengo lililonalo. Haijalishi ni wakati gani, haijalishi ni muda gani, lakini ni muhimu sana kusimamia maono yako. Ni muhimu sana kusimamia maono yako na uhakikishe umeyafikia. Uyasimamie na uhakikishe umeyafikia. Mungu wangu akubariki sana na akutunze popote pale ulipo. Uelewe nafasi ya maono kwenye maisha yako. Uelewe wakati sahihi wa kuyasimamia maono. Nataka nikuambia kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia. Lakini Biblia imeendelea kusema bali anaheri mtu yule ashikaye sheria. My brother, my sister, amka. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu anasema amka wewe usinziae. Usikubali maono yako yafifie. Natamani kuwa na huduma kubwa, natamani kuwa na biashara, natamani kuwa na ndoa, natamani kuwa na watoto. Usikate tamaa kwenye hicho unachokiona kwenye maisha yako. Ni cha thamani sana kuliko vitu vingine. Just imagine unatamani kuwa na mtoto na Mungu kweli anaamua kukuweka kwenye mitihani, anaamua kukuweka kwenye madarasa ya kumpata mtoto afu unakata tamaa. Hakuna mahali tunaweza tukafika kama hatutakuwa tayari kuyasimamia maono yetu na kuyazingatia maono tulionayo. Popote pale ulipo, unaweza ukarudia maombi haya. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako. Ninakushukuru kwa upendo wako. Tangu siku ya leo nitayasimamia maono yangu mpaka yatimie. Mpaka yatimie katika jina la Yesu. Sitakata tamaa, sitachoka, sitakatishwa tamaa. Ninakataa roho ya kukata tamaa, roho ya kuvunjika moyo. Kwa jina la Bwana wa majeshi, ninaomba unisaidie katika kuamini kwangu, katika kusimama kwangu, katika kuzingatia kwangu. Nikawe shujaa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. I see you next time. Shalom.